upo kwenye hiyo hali ya nomofobia. Lakini hali hii haiwezi kutupata tu hivi bila kuwepo na sababu ambazo zipo kwa kawaida. Kuna sababu ambazo zinatupelekea. Na moja ya sababu kubwa nitaizungumza, kutegemea teknolojia. Na hii ndio sababu kubwa sana katika kipindi hiki ambacho tunaishi wanadamu. Kutegemea teknolojia. Na uhalisia ni kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda, tumeona mabadiliko makubwa sana ya sayansi na teknolojia. Na uhalisia kwamba hatuwezi kujitenga na teknolojia, lakini tutambue kwamba hii kutegemea teknolojia, wanasaikolojia wameonyesha kwamba ni moja ya sababu ya kupelekea watu kuingia kwenye hii hofu ya nomofobia. Simu zimekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Kutoka kwa sababu ya mawasiliano hadi pia kwa ajili ya burudani na kadhalika. Kwa ajili ya vitu mbalimbali, biashara, matangazo, mawasiliano na kadhalika. So ni kweli ni muhimu sana. Imekuwa ni muhimu sana. Lakini lazima tujue kwamba moja ya sababu ambayo inapelekea mtu kuingia kwenye nomofobia ni kutegemea teknolojia. Na uhalisia kwamba hatuwezi kujitenga na teknolojia, lakini ni sababu moja hapo. So nitakuja kueleza jinsi gani ya kuweza kuendana na teknolojia hapo baadaye ninavyoendelea. Endelea kwa pamoja nami. Lakini pia sababu ambazo zinapelekea watu kuwa katika hiyo hofu ya nomofobia ni mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni mitandao tunazungumzia kama vile Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, TikTok na mitandao mingine mbalimbali. Imekuwa ni sababu mojawapo watu kuingia kwenye hali au hii hofu ya nomofobia. Watu wengi tunatumia mitandao ya kijamii. Hatuwezi kujitenga na mitandao ya kijamii. Lakini lazima tuwe na kiasi. Nakuja kueleza huko namna gani ya kuweza kuendana na hizi vitu ambavyo tunazungumza. Lakini ni sababu mojawapo. So tunapozungumzia mitandao ya kijamii, mtazamo wa kupokea idhini, tunasema watu wanakuwa mara nyingi wanapokea idhini au maoni kwenye mitandao ya kijamii unachochea utegemezi wa simu. Mtu kila mara anaposti vitu vyake kwenye WhatsApp au kwenye TikTok, kwenye Instagram, akitegemea kuona watu wakilike, wakicomment. So muda mwingi yani yeye anakuwa kwenye hivyo vitu akifuatilia baada ya kuconcentrate pia na mambo mengine. Lakini pia muda mwingi mtu anakuwa yupo anafuatilia umecomment nini, kitu gani kimeendelea katika post yako. So ile mitandao ya kijamii hata kama wa post unafuatilia tu au una comment unasoma, lazima pia ujue jinsi gani ya kuendana na hii mitandao ya kijamii. Lakini ni sababu moja hapo ya inayopelekea nomofobia. Kwa mitandao ya kijamii inapelekea utegemezi wa simu kila mara. Mtu yupo kwenye magrupu ya WhatsApp 100. Yupo kwenye Instagram huko ana account sio amefollow account za watu mbalimbali sio account 200. Facebook. So mitandao ya kijamii imekuwa sababu au chanzo kikubwa sana katika ulimwengu huu katika kupelekea watu kuwa na hii nomofobia. Hofu ya kukosa kitu, hofu ya kukosa habari au matukio muhimu huchangia hali hii. Kazi ya majukumu, watu wengi hutegemea simu kwa kazi, hivyo kukosa utulivu wanapokuwa bila simu. So hizi hizi ni sababu ambazo zinapelekea nomofobia. Kwa sababu mtu alishakuwa amezoea kuwa na simu kila mara. Anapokuwa ameshajizoesha kwenye mitandao ya kijamii, kutegemea teknolojia, hofu ya kukosa kitu, kazi na kadhalika. So anapokosa tu kuwa na simu katika vitu kama hivyo ambavyo alishavizoea, basi mtu huyo anaingia kwenye nomofobia. Kwa hizi ni sababu ambazo zinapelekea mtu kuingia kwenye nomofobia. Kwa sababu mara nyingi yeye simu na yeye na simu. Sasa anapokosa simu, ameshajizoesha kwenye mambo kama haya kutegemea simu, basi na hasa katika kipindi hiki cha mitandao ya kijamii, anaposhindwa kwa siku kuingia kwenye mtandao, amekosa bando, amekosa labda simu kabisa, basi mtu huyo anaweza kaingia kwenye hii nomofobia. Lakini hii nomofobia ina matokeo yake. Inapokuwa imekutawala kwako, imetawala sana juu yako, tambua kwamba ina madhara yake au ina athari ambazo utazipata kutokana na kuiruhusu hiyo nomofobia itawale na kuiwezesha ikae ndani yako. So kuna athari zake au matokeo yake utakayoyaona.
Moja ya matokeo ambayo utakayoyaona, athari zake utakazoziona ni hizi hapa ambazo nakwambia hapa muda huu. Kwanza utapata athari za kisaikolojia. Athari za kisaikolojia ambazo nazungumza hapa, mara nyingi utakuwa ni mtu mwenye wasiwasi nyingi, msongo wa mawazo, matatizo ya usingizi na kadhalika. Kwa utakuwa unapata shida za kisaikolojia kama hizi ambazo utakuwa mtu mwingi mwenye msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo unakuwaje? Unapokuwa umekosa bando, unapokuwa umekosa internet, unaanza kuwaza, unakuwa na mawazo, unakosa usingizi. Unakosa usingizi kwa sababu muda mwingi unakuwa unachati hadi usiku wa manane, unazungumza na watu hadi usiku wa manane. Upo busy na matumizi ya simu hapa tu. Sasa haya ni matatizo ya kisaikolojia ambayo utakutana nayo kutokana na hiyo nomophobia. Matatizo ya usingizi, unachelewa kulala au unakosa kabisa usingizi kwa sababu umekosa simu au umekosa bando, wasiwasi mwingi na kadhalika. Lakini pia kuna athari za kimwili ambazo utazipata. Matatizo ya macho. Matatizo ya macho kwa sababu ya kifaa ambacho unatumia kinakuwa kina mwanga mkali. Simu muda wote upo nayo hivi. Lakini pia maumivu ya shingo na uchovu unaotokana na matumizi ya muda mrefu wa simu. Unakuwa ni mtu mwenye kuchoka tu, uchovu mwingi kwa sababu unatumia simu muda mwingi hata bila kupumzika. Kuna mahali pengine sio pa kutumia simu, ni mawasiliano ya ana kwa ana, wewe unatumia simu. So hizi ni athari ambazo utakazozipata kwa wewe mtu mwenye hiyo nomophobia. Lakini kuna athari za kijamii. Kupungua kwa muda wa mawasiliano ya ana kwa ana na kushindwa kujenga mahusiano yenye maana. Unapata athari ya kijamii, muda mwingi umejitenga tu ndani, umejificha au toki nje kuongea na watu mbalimbali, kubadilishana nao mawazo, kuongea nao ana kwa ana. Kwa utapata athari za kijamii, unakuwa ni mtu mwenye kujitenga kijamii. Lakini pia utapata athari nyingine kwenye kazi yako au masomo. Kufuna mtu kama anafanya kazi, kupungua kwa uzalishaji na usikivu kutokana na usumbufu wa simu. Lakini pia kama ni mwanafunzi unapo masomoni, muda mwingi unatumia simu, kwa hali yako ya masomo yako, ufanisi wako wa masomo, matokeo yako yanakuwa sio ya kuridhisha kwa sababu ya hii nomophobia.